kumwabudu Mungu usiyemjua. 4:24 inasema. 22 inasema. Nyinyi mnaabudu msichokijua. Nyinyi mnaabudu msichokijua. Unaona hapo? Kwa hiyo usipomjua Mungu, basi unakuta umekwenda kumwabudu Mungu usiyemjua. So who is God? Lakini Yesu ametueleza vizuri, ametupia hint. Yesu ametupia hint gani katika 17 mstari wake ni 3 wa kumjua Mungu? Yesu amesema kwamba kuna Mungu na kuna nani? Yesu aliyetumwa. Kwa hivyo kuna Mungu na kuna aliyetumwa Yesu. Sasa basi Mungu ni nani? Wakati kuna Mungu na kuna Yesu. Happy sababu. Happy day. Happy sababu. Huyu Mungu na hapo unajua Mungu ni wengi. Mungu ni wengi sana. Sana. Hebu nipe Wafilipi 3 mstari wake ni 19. Nikueleze mfano wa miungu. Usije wewe ikawa unaabudu Mungu usiyemjua. 3:19 sio 14. 19. Nasema hivi. Wafilipi sema. Mwisho wao ni uharibifu. Mungu wao ni tumbo. Haya. Unasikia kuna Mungu ambaye ni tumbo. Happy sababu. Happy day. Mungu ni wengi. Mungu mmoja ni tumbo. Na kuna watu ambao umwabudu Mungu huyo. Kuna mtu ambaye ni mchungaji lakini hawezi kufundisha mafundisho ambayo ni ya kweli, kwa sababu ya kuyafundisha mafundisho ambayo ni ya kweli, tumbo lake halitafanya nini? Halitashiba. Kwa hiyo huyo anabahatia kuwa Mungu wake ni tumbo, ndio anajua kweli, lakini amefungwa kuifundisha kweli ile, kwa sababu kama akifundisha kweli ile, basi hata shida tumbo yake. Atafuta kazi. Utukufu wao katika fedha yao. Waniao mambo ya dunia. Unaona Yaani Mungu wao ni tumbo na utukufu wao katika nini? Fedha. Katika fedha. Wewe unafikiri au wachungaji wa Jumapili wote ni wote hawajui kweli? Wengine walikuja kujua kweli. Wengine walikuja kujua hakika kwamba Jumapili sio siku ya ibada. Lakini kama akifundisha hivyo, akienda asimame pale katika kanisa aseme mimi kuna kitu ambacho nimekuja kugundua na kujua hakika kwamba siku ya Jumapili sio siku ya ibada. Siku ya ibada ni Jumamosi. Sasa wao unaona itakuwaje? Happy sababu. Sasa maandiko yanasema mtu wa aina hiyo Mungu wake ni